Watu wengi sana wanalalamika, fedha ngumu kupatikana. Tufanyaje tuweze kupata fedha? Sasa ungana nami nikufundishe haya mambo ambayo ukiyafanya utaona mabadiliko katika eneo lako la uchumi. Naitwa Glory Basuta The Chosen. Jambo la kwanza, toa fungu la 10. Kama maandiko yanavyosema, chochote unachokipata lazima utoe 10% ya iko kwa Mungu wako. Kwa utakapokuwa na tabia ya kuanza kutoa fungu la 10, utaona mabadiliko katika eneo lako la uchumi. Na pia jambo la pili, kuwa na utaratibu wa kuombea vyanzo vyako vya mapato. Utakuta yeye chanzo chake cha mapato ni kazi, lakini hata siku moja hauombei hiyo kazi. Utakuta mwingine ni mfanya biashara, lakini hata siku moja aombei hiyo biashara yake. Unategemea nini? Lazima utaona shida katika uchumi. Kwa kuanzia leo, hebu anza kuombea chanzo chako cha mapato. Na 3, hebu anza kubadilisha mitazamo ya fedha. Tumekuwa tukiwa na mitazamo mibaya sana ya fedha, ambao tunasababisha fedha itukimbie, fedha isiwe na urafiki na sisi. Kwa utakapobadilisha hiyo mitazamo, ukawa na mitazamo mizuri ya fedha, ukasema kuwa fedha ni rahisi kupatikana, fedha inapendeza, ni lazima fedha itakufuata na itakupenda. Hautaona shida katika uchumi wako. Na kitu cha 4 ni ishi kwa shukrani siku zote. Hebu shukuru. Ukipata 10,000 shukuru. Ukipata 5,000 shukuru. Yaani shukuru. Maisha yako yote yawe katika nini? Kushukuru. Ndivyo ambavyo utaona fedha inaanza kukaa kwako, inaanza kustawi, inaanza kupendeza. Tunajua siku zote kuwa fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Kwa hiyo utakuwa na fedha nyingi na Mungu atakupa vingi kama ukianza kufanya hayo mambo 4 niliyokufundisha. Asanteni sana. Usisahau kulike hii video, kunifollow, kushare na kucomment kwa watu wengine.